Leo tuwe wakweli, billahi alaikum ashara nas, watu wote tuweni wakweli. Ni kipindi gani utekaji ulitajwa sana na kusambaa sana katika Tanzania? Sio muda uliopita wa Magufuli? Nani alinyanyua mdomo? Tunasema waziwazi, na nyinyi toeni kama ilivyo wakati wa mjomba, watu waliokotwa kama kuku pwani. Hatusemi nani aliyehusika na hili, hatumjui. Mimi binafsi simjui, simuegemezei Chadema, CCM wala nani, sijui, lakini utekaji ulikuwepo sana. Kama kuja kaka mama wanampopoa. Nyinyi amkeni, sio sababu nyingine, ni Uislamu tu. Kuna watu mnapelekeshwa kama vishada vya Wachina. Ndio tuna vikoti vyenu na vibagrashia vyenu, hamjui wapi mnapelekwa. Mnacheza ngoma msioijua mpigaji nani. Sisi kama Waislamu, na ninawapenda kuwakumbusha Waislamu wenzangu wote, kiongozi yoyote atakayekuja Tanzania ni kiongozi wetu, sawa awe Muislamu ama awe si Muislamu, na tuhakikishe tunaipambania nchi yetu hata kama rais sio Muislamu. Sisi dini yetu ina misingi, hatupaswi kuwa wabaguzi. Dini yetu kwanza si ya ubaguzi, awe Muislamu na asiwe Muislamu, na wengine watakuwa mashahidi. Tulikuwa mstari wa mbele kumwombea Magufuli, hakuwa Muislamu, lakini kwa sababu ni rais wetu tulimwombea sana. Mzee Mkapa, rais wetu, baba wa taifa, mzee Julius Kambarage Nyerere, kuweni mashahidi billahi alaikum, waliomuombea dua na kumweka mbele wakati unagombaniwa uhuru walikuwa nani? Bagamoyo kwa Sheikh Ramia alilazimishwa kufunga. Nimemsikia sikusimuliwa kwa sikio langu, anasema ilipofika saa 6 njaa imemchimba, alisema nataka Aspro, kichwa kinamuuma, wakamwambia muda si mrefu utakula. Aliitwa na Waislamu waliokusanyika Pwani Kibiti chini ya Sheikh Masudi Khatibu Jongo, na pale alipewa msuli wa Marekani Tanga kwa sababu alikuja na kaptula, aombewe dua. Nyerere alikuwa Muislamu, kwa sababu sisi dini yetu haina ubaguzi. Na hivi ndivyo ninawaomba hata nikifa kesho, Waislamu tuweni waungwana. Penye kudai haki tudai haki, lakini sio kwa kutukana. Dini yetu haitaki matusi, sio kwa kukashifu watu. Dini yetu haitaki kashfa. Kudai kuna kanuni, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishaeleza, rahimallahu mra'an idha baa wa idha ishtara wa idha iqtada. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua katika mimbar siku ya Ijumaa, aliomba dua, Allah miminie rehema zake na mapenzi yake mtu yoyote yule, rahimallahu mra'an samha, aliyekuwa mtulivu makini, au Mungu ammiminie rehema mtu yoyote aliyekuwa mtulivu na makini. Lini? Idha baa, akikaa kwenye biashara zake yuko makini kabisa. Wa idha ishtara, akienda kununua mtulivu na makini kabisa. Wa idha qtada, hata anapodai haki zake anadai kwa utulivu na makini. Wewe kama muungwana utaki dua